Unaniharibia shati yangu. Uniroge. Mtawaroga nyinyi wote mpaka hata mtashangaa. Sawa, turoge. Mimi na Purity tuachane. Naomba kubali mimba. So umekataa mimba si yako? Sikubali. Kwa nishika shati. Na mimba. Wewe utakubali mimba au utakubali? Mimba sio yangu. Iko hivi. Mimba sio yangu. Dada anataka kupelekwa kwa mama. Peleke kwa mamako. Tenda kwa mamako. So umamua aje bosi yangu? Maamuzi yangu iko pale pale. Mimba ni ya babu. Babu apelekewe mimba ale. Mimi na watu na mahusiano tena. Sawa? Si hivyo? Bado bosi yangu. Wewe umesema mimba si yako. Yeye anasema mimba ni yake. Sasa sikiliza. Anasema ni yangu, mimi nakataa, si ndio? Wewe ndio hapo ulikuwa umenipigia simu. Mimi niko upande huyu ni kama dadangu mazuri. Mimi najua wanaume. Usikilize, ni kama dadako. Hata mimi ni mwanaume. Si ni kama dadako. Siko na kwenu. Mpeleke mkesho naye kama dada. Mambo vipi watu wangu wa nguvu, ni Dula TV. Mazee hapa tumekuja tena, nimekupatana na huyu bamzee ambaye tulikuwa naye last time na huyu madamu yake. Madam amenitafuta ili tupige naye story kidogo. Mimi nikasema wacha nimtafute huyu bamzee kidogo, manake issue yenye huyu madam ako nayo inamhusu sana huyu bamzee hapa hivi. Mambo madam? Poa. Poa. Naje bro? Poa. So mazee, issue yangu mimi na wewe yenye imefanya nikakuita hapa ni kuhusu madam. Unavyomuona ni mgonjwa mpeleke hospitalini na wazee, ni kitu mbaya sana alikuwa mamoa. Alikuwa amesema mimba si yake na yule jamaa alikuwa ameruka mimba. So madam alikuwa mamoa, alikuwa mamoa kunywa dawa. Unaona? So majirani ndio walimuokoa wakampeleka hospitalini. Unavyoona mkono wake tayari ana ishara kwamba ametoka hospitalini tayari. Hiyo ilikuwa ile ni ya kunywa dawa ili hiyo nini kufe hiyo sumu, neutralize sumu kwa mwili. So ameniita like nikuje nikuongeleshe. Unajua wewe ni binadamu kama mimi na huyu pia ni kama dada yako. So hakuna venye unaweza fanya uruke mimba kama ni yako na ni mtoto wa mtu kama dada yako. Unaona? So ameniambia nikuje nikuite muelewane. Last time ulimuruka story yule jamaa mwenye alikuwa naye akaruka story. So sijui leo wasemaje. Mimi sina la kusema, mimi simtaki. Msimu wangu kwa pale. Ndio hatuwezi tukashia bibi. Ndio mambo yawezekana. Lakini si unaona sister huyu anasema mimba ni yako. Ndio maana wakati uliruka unaona alikuwa anataka kujiua na bado msichana kuna depression. Unavyomuona kuna depression, amekuwa hospitalini mama. Kujiua ni sawa, nataka kufa afya. Mimi sina shughuli naye tena. Mambo yangu naye imesha hivi. Sasa mbona wakata mimba ni yako bro? Jua lala na watu wengi, sasa hata mimi sijui kama ni yangu. Mimba yenyewe sio yangu, mimi siwezi kukubali. Sister, uko sure ball ni yao jamaa? Ball ni yake. Uko sure? Niko sure. Na yule jamaa ambaye alikuwa anasema mimba ni yake? Si tuliongeanga na yeye ikakuwa tu hivi. Ikakuaje? Sasa unakataa mimba na mimba ni yako surely. Sasa okay, vile aliongea nao jamaa akakataa, mkanegotiate mimba ni ya nani? Sasa vile alikataa ndo ukaamua kuniekelea ni yangu. Pia mimi nikataa. Sio yangu mimba. Mimba ni yako. Kidogo hapa bro. Kama mimba yenyewe siwezi kukubali. Na kama mbali kwa sababu sitaki kumkaribia huyo dada. Sasa ukikataa unatarajia nifanye nini? Lea mimba kama ni yako, ndio unajua baba mtoto, mimi simjui. Na mimba ni yako, unataka sasa nifanye aje? Yangu. Ni yangu mimi nimebeba. Mimba umbeba mwenyewe ndio unajua baba ni nani. Mimi sijui kitu chochote kuhusu mwanadamu. Hivyo, iko hivyo ndugu yangu. Na mnaniharibia wakati wangu. No. Sikiza, unaona madam, huyu msichana unamuona mazee alikuwa mama commit suicide. Unamuona kuna ishara alikuwa hospitalini. Mimi naweza sema mazee, kama kuna vyaweza msaidia, wewe msaidie. Kama ni historia ya mtoto nini wewe mlee mtoto. Hata haizuru mia mtoi.
Na mimba ni yake haezi. Hakuna huruma. Hakuna huruma aje na mimba ni yako. Ni yangu aje. Huyo mwingine kwani alikuwa afanye kitu unaniekelea ni yangu. Hakuna kitu kama hicho. So mamwaje bro? Maamuzi yangu na msimamo wangu kwa pale. Mimba sio yangu. Kwa hivyo dada, ujipange vile utalea mtoto wako. Ndio jamaa mlikuwa mnalala naye pamoja. Kwani alikuwa anapiga shughuli. Mnalala aje na mtu ambaye sio familia yenu usiku mzima bure. Ulikuwa silali na huyo jamaa. Ulikuwa unaishi kwake ukifanya nini? Ana bibi. Unaenda kukaa kwake. Unamaliza mpaka miezi. Alafu sio unasema mimba sio yako. Kwa hivyo hatuna mahusiano dadangu. Hatuna mahusiano aje na niko na mimba yako? Ndio utoe mkulu. Nitoe aje? Siwezi toa mimba mimi. Basi kula. Bro, urumie huyu msichana. Unamwona venye yako shwari. Huyu msichana alikuwa ameamua kujiua. Kwa sababu kama wewe jaribu kujua kisa na maana yeye na niko na boli yake na hataki kukubali mimba. Bro. Na mimi nasema hivi, mimba sio yangu. Na hakuna kitu yote inaweza nibadilisha mimi. Wewe uko shwaje mimba si yako? Niko shwa kihivi, anaenda anamaliza huko miezi 3, alafu anakuja kwangu anakaa miezi 3. Yaani alikuwa na shift. Ni kama refugee una msimamo. Unahama kwako unaenda unapiga kambi kwa mwingine. Hawezi kaniambia kwa hizo miezi 3 mlikuwa mnaangaliana kama dada hapo ama kama baba na mtoto. Hata baba na mtoto siku hizi kumeharibika dadangu. Mimi siwezi kukubali mimba sio yangu. Wewe kama nikujua nataka kujua aje malize. Basi tulia na mimba yako leo. Sasa nitatulia aje na najua mimba ni yako? Na jamaa mwingine hana kitu yote hapa. Hakuna kitu nishafanya naenda maana yake nimekuja hapo. Miezi 3 unakaa na mtu. Nikipigia jamaa nilikuanga mjinga. Hiyo ni mambo yenu. Umekataliwa kule. Mseni stingy yaweza kupatia kitu alafu sasa ndo unakuja kwangu. Hatuna msaada. Siwezi kukusaidia. Sawa? Sasa unisaidia aje? Si. Yaani boss hawezi kuwa na huruma muone msichana mazee. Huruma kama ingekuwa angenionea huruma wakati ambao alikuwa anaenda anamaliza kwa miezi 3. Hata ungeenda siku 2 ingeeleweka. Miezi 3 ona bibi kwa nyumba baridi na kugonga ndugu yangu. Kumbe msichana anaenda kwa mwanaume mwingine. Ampata mimba na kuwekelea wewe. Siwezi kukubali. Ni hivyo. Wewe kama nikujua nataka kujua sawa. Si tumemaliza hiyo kitu. Bado mazee. Nataka tuelewane kama wanaume hapa. Manake for real huyu msichana na kama tufanye hivi. Wewe ndo unamhurumia sana. Chukua msichana ukae naye sawa bro. Sikiza mimi hajai kuwa demu yangu. Acha nikwambie. Na pia mimi simtaki. Unitaki aje na mimba ni yako shwali? Unitaki? Nikikuwa na wewe ulikuwa unasema unitaki na wakati tulikuwa na wewe. Wakati tulikuwa na wewe ulikuwa sijui mambo kama ilikuwa. Yaani unatembea na kimzee babu. Miezi 3. Hata wezi nihurumia. Wewe ungenihurumia ungeenda kulala naye. Sikulala naye. Ulikuwa unafanya nini kwa miezi 3? 3. 90 days kwa mtu. Na wewe uliniambia huyo jamaa chenye ilifanya ukaachana na yeye kulikuwa na demu gani? Ulikuwa unasema ule demu alikuwa anaitwa nani? Mwenye ulifanya ukaachana naye. Hata siwezi mkumbuka jina yake juu hata demu siwezi mkumbuka. Last time aliniambia pia ulikuwa na demu fulani pia ulikuwa unamcheat. Labda kwanza kumshuku pia anafanya hivyo. Mimi nilikuwa na purity na sasa tumetulia naye hata nataka kumuoa. Unataka na mimi utaniachia nani sasa? Na niko na mimba yako. Wewe ni sawa kama utakuwa bibi wa pili lakini mimi siwezi kujeshi na wewe. So mama wewe utasaidia huyu madam mzee. Labda akuwe maid. Akuwe maid. Yeah. Nikuwe maid wako, shwali maid. Wewe ndo msaada yenyewe naweza kupatia kwa sasa. So itakuwaje bosi yangu mzee? Si itakuwa hivyo vile iko. Wewe kama unamhurumia sana, uko na bibi? Mimi niko na bibi na nina watoto 2. Hata hizi sema eti hata una uchungu. Uchungu gani? Hii ni mimba yako bro, unaacha kuruka mimba yako bro. Kama ni mimba yako wewe kubali majukumu ndugu yangu. Majukumu sikubali. Usitake kuruka ball, labda ukafeel like ati unayapa majukumu.
Wewe kama umpenda ball wewe jukumika tu mazee. Unajua sasa wewe kitu moja nikuja kugundua wewe uongea na kiburi na dharau. Na mimba ndio nipatie huyo msichana. Unavyomuona ndio huyo alikuwa commit suicide. Unaona mkono wake vile ametoka hospitalini leo. Ilikuwa saa hata angeachana hapo. Mimi sina haja naye. For real? Yeah, sina haja naye kabisa. Wewe malize mtoto. Maisha ni yako dadangu. Mazishi ndo yetu. Hivyo. Enda kwa babu mzungumze naye. Pia anaweza kupigia mkapatana babu mkaongea kuhusu mimba, juu mimba si yako. Wewe umeongea na yule jamaa? Sofa. Sijaongea na yeye. Kutoka tuachane ile day sijaongea na yeye mpaka wa leo. Na hujaongea na yule jamaa? Na ile simu yake ulimpea? Simu tulimpea. So hujaongea naye kabisa? Alikuwa ameniambia atakuja nyumbani kwenyu, labda maongea na wazazi pia. Maana yeye ndio alikubali ball. Nilimwambia mimba si yake. So, lakini si yeye ndiye alisema mimba ni yake last time. Okay. Mtu alikubali mimba ni yake. Si ndio? Wewe kushuaje si ya ule? Niko sure mimba ni ya huyu. Na Sule alisema mimba ni yake. Kiongozi, nisikilize mimi. Kijana alikubali, babu alikubali mimba ni yake. Acha ni babu, umemwita babu. Akaona Kiara yule amezeka tayari. Babu alisema mimba ni yake. Alikuwa analala naye msana miezi 3. Akampatia mimba. Na mimi nimeikataa, mimba sio yangu. Kwa hivyo, mimba na kiumbe yenye iko ndani yako pelekeo mzee. Mimi hatuna mahusiano naye, mimi sikujui. Ni hivyo. Kwa hivyo mpigie mzee pia mpatane naye, wapatanishe. Juu unaona ndo daraja. Si ndio ndugu yangu? Wapatanishe juu hatuna mahusiano yote na dada. Labda akuwe maid kwangu huyu. Lakini sio bibi tena. For real? Yeah, for real. So utafanyaje mama? Mimi siwezi kuwa maid wake Hawezi kuwa maid yake. Sasa kama amekataa hivi itakusaidiaje mama? Itakusaidia aje sasa? Mimi nataka kuwa bibi yake. Wewe unaonaje bosi yangu? Unaonaje tukimpeleka labda nyumbani akina mama yako ajifungue, akishaanza ajifungua? Wewe uko na mama? Siko na mama. Sikiza. Uko na mama? Ni sawa, mimi na mama lakini si bibi yangu. Sikilize, uko na mama. Mimi sijampa mimba. Na mimi simtaki, mimi nataka kuoa. Uko na mama. Mpeleke kwa mamako, akajifungulia huko kwenu mlee mtoto. Mimi sitaki mtoto. Mimi niko sawa na Purity na tunataka kuoana. Sawa? Mpeleke kwa bro. Anasema mimba ni yako. Na mimi nasema ulala naye ama kulala naye? Ulala naye ama kulala naye? Ilikuwa wakati kabla ya kuwa na mimba. Sasa akakuja kwangu kapata kwa na mimba na msana mwenyewe bado anaendelea. Wewe mwisho ulikuwa naye mwezi gani? Kwa mwezi wa 3. Mwezi wa 3. Akakuja kwa nyumba mwezi wa 8. Ankuja last month hadi mwezi wa 7. Ako na mimba iko na mwezi. Kutoka mwezi wa 3 hiyo miezi 3 yote hiyo miezi yote 3 mimba ilitulia ikakuwa na mwezi mmoja mwezi wa 7. Ni kweli? Nilimwambianga wakati nilikuwa kwa mama. Ulimwambianga nini? Mamako ni mwanaume. Mamako ni babu. Mamako ni babu. Mamako ni babu ako na Kiara. Hatuwezi tukaelewana. Wasikia sasa nitakusaidiaje mama? Nimempigia simu ndio yeye amekubali. Amekuja. Tufanyaje? Kwa tufanye hivi. Peleka msichana kwenu, Jondo uko na huruma naye. Mpelekea mamako mlee mimba na mlee mtoto, sawa? Wewe ndio uko na huruma na siko kiniambia hapa ni mhurumie. Kama ni maid ni sawa. Hata pia anaweza kuajiri watchman. Mkuje na maid. Mbona unge na kiburi bosi yangu? Mimi siwezi kuwa maid wake kusema tu leo kweli. Mimi mbona unge na kiburi pako unaniambia unataka kuniajiri mimi kwa huyo watchman? Mimi sina huruma. Huruma aje? Mimba sio yangu. Na vile nilikuanga nakupenda. Ulikuaga. Hiyo wakati ulikuwa. Sasa umpendi kwani? Nampenda juu niko na mimba yake. Unajua hata mwenyewe anajicontradict na statement yake. Ulikuaga. Sasa after hiyo wakati ulikuaga ukaanza kupenda huyo babu. Mtu ako na Kiara imefika hapa. Unalala naye miezi 3. Miezi 3. Unakuja na mimba alafu inakuwa yangu. Majukumu gani?
Majukumu gani? Mpaka unapatiwa simu. Huyo ndo alikuwa mamako, atunampigia simu. Bebu, naenda kwa mama, naenda kwa mama. Unaenda kwa mama, mamako siku hizo ako na kiara. Kuna kitu inaisha, pelekea babu mimba. Ama uende kwa huyu akupeleke kwa mamake, ndo nasikia akiongea mambo ya mama. Wewe ongea naye, mimi umenipigia simu, nimefanya juhudi zangu, ndio yeye amekuja, umepatana na yeye. Wewe boss, mimi najua, unajua mwanamke ndiye anajuanga baba ya mtoto wake. Kitu cha kwanza nafaa uelewe hiyo. Mwanamke ndiye anajuanga nani amempatia mimba, nani hajampatia mimba. So kwa mfano akipata ujauzito nini, kwa mfano apate mtoto, afanye DNA upate mtoto, ni wako utafanya nini? Ndamkana bado. Wamkana mtoto wako bro? Namkana. Na hata mtoto mwenyezi akakuwa wangu. Tulia kiongozi, nikuulize swali. Ulikuwa na mwisho na mke wako mwezi wa 3. Anakuja mwezi wa 7. Huo mwezi wa 7 yenye anakuja unapata kwa na mimba yenye kwa na mwezi mmoja. Unaniambia miezi mingine 3 ilingojea mpaka mwezi wa 7 ndo ikaanza kugrow. Ulienda shule kwanza? Umesoma? Nilienda shule After kusoma uliambiwa mimba inachukuaga siku ngapi ndio develop? Si kama mwezi unakuaga na siku ngapi? Siku 30. Siku 30. So ananiambia hizo 60 days mimba kwanza ilitulia, 90 days ilitulia, ndo yule mwezi wa 7 yenye anakuja kwangu ndo ikaanza kudevelop. Si ndio? Wewe uko unapata hedhi zako dadangu? Ulikuwa unazipata ama uko unapata? Hata mwenyewe ujielewe. Unaniambia mimba ndo maana yake mimi nakwambia mimba ni yako. Sitaki sasa. Iko hivi, mimi sitaki. Kama inaweza ngojea 90 days ndo igrow ikue yangu. Hata inaweza ngojea 9 months ipate baba yake. Sawa? Leo mimi usinisumbue tena. Iko hivyo ndugu yangu. Tumemaliza. Tulia kwanza tu. Bado tuongea tuelewane. Mpaka bado tuelewana. Maana yake mimi kinachoniuma ni huyo msichana kutaka kujiua. Kujiua ni sawa. Watu wanajiua wengi sana. Wewe si kwa kwanza. Jimaliza tukuja mazishi. Nitakuchangia sanduku mimi. Jimaliza. Kweli? Wewe bosi yangu na ni mtu ambaye ulikuwa unalala na yeye ndugu yangu. Mbona sio mruka mbele ya watu hivi mazee? Si ni sawa, kurukwa ni sawa. Kurukwa ni sawa. Yeye akienda kuna babu. Ulikuwa unajua kuna babu, si ndio? Unaenda kwake miezi 3. Unanipigia hata na kufanyia shopping, unaenda kuangalia mama yako. Unapelekea mzee wako na kiara shopping ya pesa yangu. Na kutumia pesa. Unaniambia ni mamako. Sasa mimi hata nishangaa sana, nikakudharau sana wewe. Miezi 3 unakuja uko na mimba ati ndio uko na mwezi mmoja. Hiyo miezi yote ilikuwa imehold kwanza. Ndio ianze kugrow after 3 months. Ndio ianze kugrow iko na 1 month tena. Ndugu yangu iko hivi, mimi sio mpumbavu. Na hata pia sijui kama unanielewa. Mimi nakuelewa bro, mimi nakuelewa. Kwa dada umpeleke kwa mamako, mlee mimba. Ama utafuta ndugu mwingine muongea naye. Juu kiumbe siwezi kakikubali, sio cha. Kama inaweza chukua 90 days ndio ianze kugrow. Basi hiyo ni kiumbe cha ajabu, sio changu hicho. Haiko hivyo. Sisi wasemaje? Wewe wasemaje? Mimi msimamo wangu uko pale. Mimba ni ya jamaa. Na mimi nimesema hivi ndugu yangu. Dula KTV, mimba sio yangu. Mpeleke dada kwa mamako, mkalee mimba. Na mimi nimemaliza. Kwanza leo tulikuwa na date na Purity. Lakini ameongea na mama yako ameongea na mama yako. So wewe hata ukimkataa, na namba mama yako, umesikia ameongea na yeye. Mama amesemaje? Amesema twende nyumbani tuongee mambo ishi. Muongea na nani? Sasa ongea na mama yako. Mamangu ndo alikutongoza ama mimi? Mamangu ndo alikutongoza ama mimi? Mpatia nijibu. Huyo anaenda kuongea na mamako. Kama ni mimi ndo nilikutongoza, mbona ukienda kwa mamangu? Nampigia sasa hivi mama nimwambie mimi niko na bibi, sawa? Mimi niko na bibi anaitwa Purity na leo tuko na date. Sijui kama unaelewa. Leo tuko na date na Purity. Kwa hivyo mimi naenda kuona Purity. Nataka kuanza maisha tena ndugu yangu. So unaelewa bado umri mchanga. So hutaki udema mzee? Usimtaki. Unaweza mpelekea
mamako. Mkongeo mambo pia sio mbaya. So mama amesemaje? Utaenda nayo kwa mama. Huyu kwa mamake. Nitaenda na aje kwa mamake na ninafaa tuende kwa mamako. Kufanya nini? Fine, si tunaenda kuongea ishe. Ishe nini? Nini ishe? Sasa anawezaje kataa ball na ball ni yake? Staki. Bro, ni te. We, usikatae mimba na mimba ni yako. Ujue hivyo. Kwa hivyo okay. Umeanza kunipazia sauti nikubali kichwa sio yangu. Sasa si ball ni yako. Utaki nini na utataka basi unajuaje? Mimi ni Mkamba na naweza kukuroga unajua hivyo. Wewe Mkamba. Wewe ni Mkamba? Mimi ni Mkamba. We, usicheze na mimi umesikia? Nini? Mimba ni yako. Mimba nakataa. Mimba sio yangu. Mimba yenyewe sio yangu. Sawa. Mimba sio yangu. Ati mimba si yako. Babu ako na Kiara hapa. Babu mgani? Babu. Wakati ulikuwa unalala shika hapa hivi kwa. Shika kichwa nikuelezee. We, uelezee nini? Uelezee nini? Miezi 3 na babu. Wewe si ulikuwa unaniitisha mpaka shopping. Pesa unaniitisha. Shopping niko napelekea mama yangu nyumbani nasikia. Oh. Kumaanisha hivi hiyo mimba wakati ambao ulikuwa hiyo mimba wakati we tusileteane bro, unasikia? Tusileteane. Okay. Utakubali mimba ama utaki? Huyu mwanamke hata siwezi kaishi naye ndugu yangu. Nasikia sauti ananiinulia mimi. Yaani mimi yaani anataka kwanza ni muhurumie. Imagine anataka nirudi chini. Ilikuwa tena kuhurumiwa. Sio unaanza kunipazia sauti. Na wakati unajua unakataa mimba yako, unataka nirudi chini. Sio unataka tupigane ama? Mimi sijui. Mimi sijui kwa sababu mimba ni yako. Sio yangu. Na ukubali, utakubali ama unakataa? Utakubali ama unakataa wewe bro? Siwezi kukubali mimba. Usimpige. Unakona mimba sasa ndugu yangu. Fanya aje, wewe ni mgonjwa atakuumiza bure. Mimi sijali bedhe, mimi sijali. Juu mimba ni yake, atakataje mimba? Nasema hivi ndugu yangu, mimba sio yangu. Sawa. Hata ukinishika. Wewe utakubali mimba muta? Ngoja nipigie Purity kwanza. Tulia. Hebu usimuumize nini, mwachilie. Unamniharibia shati yangu. Uniroge. Utawaroga nyinyi wote mpaka hata mtashangaa. Sawa, turoge. Mimi na Purity tuachane. Naomba kubali mimba. So umekataa mimba si yako? Sikubali. Kwanza shika shati. Na mimba. Wewe utakubali mimba ama utakubali? Mimba sio yangu. Iko hivi. Mimba sio yangu. Dada anataka kupelekwa kwa mama. Peleka kwa mamako. Tenda kwa mamako. So umamua aje bosi yangu? Maamuzi yangu iko pale pale. Mimba ni ya babu. Babu apelekewe mimba ale. Mimi na watu na mahusiano tena. Sawa? Si hivyo? Bado bosi yangu. Wewe umesema mimba si yako. Yeye anasema mimba ni yake. Sasa sikiliza. Anasema ni yangu, mimi nakataa, si ndio? Wewe ndio hapo ulikuwa umenipigia simu. Mimi ni kupande huyu ni kama dadangu mazuri. Mimi najua wanaume. Usikilize, ni kama dadako. Hata mimi ni mwanaume. Si ni kama dadako. Siko na kwenu. Mpeleke mkesho naye kama dada.